We are walking in the light. We are walking in the light of God. We are walking. We are walking. We are walking in the light of God. Amen. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wetu na Mungu wetu, mchana mwema, sifa sikurudie kwa wewe ni Bwana. Kwa kuwa wewe Mungu umejitafutilia mfanyakazi katika shamba yako. Mchana huu mwema nasi tumemuona anastahili. Baba Mungu wa mbingu, ibada hii naiweka mkononi mwako. Nikiomba Baba mtakatifu, ninapoenda kunena neno hili la himizo kwake na wengine walio ni watumishi wako, Mungu wa mbingu, Mungu wa Israeli, fungua masikio yao wakaishike na kuifuata. Naomba Baba Roho wako atawale. Naomba nguvu zako ziwe pamoja nasi, na hata anapotiliwa mafuta haya, anapovalishwa vazi hili, Baba likubarike kwako. Asante Mwokozi, kwa sababu wewe ni Mungu, na ni kwa Yesu umeomba nikiamini. Amen. Hivyo ni ibada ya dada yetu, na kando na yeye kuna watumishi wengi. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tunahitaji ufufuo ama nguvu zaidi katika huduma hii tunayemtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Nitasema ya kwamba Bwana amejipatia, Bwana amejitafutia, Bwana amepata mmoja katika zizi hili, ya kwamba ni ongezeko katika utumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mchana wa leo naenda kuzungumza na viongozi, kwa sababu ninajua watumishi ni wengi, wale waliofanywa na hata ule anaenda kufanywa na ule atafanywa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ibada ni kwa sababu ya utumishi huu ama uongozi huu ama mmoja kuteuliwa. Naomba Roho wa Bwana atuongoze. Kwa hivyo nitaenda moja kwa moja kwa neno, na kisha tutamtiria mafuta na avalishwe vazi rasmi kama vazi ya kiaskari. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasoma neno hilo la Mwenyezi Mungu kutoka kwa kitabu cha Mathayo mlango wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuende kwa pamoja, kwa sababu muda umetuacha na sitaki nikuweke sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuende moja kwa moja kwa kitabu cha Mathayo 10. Na Roho wa Mungu atuongoze na atusaidie. Kwa hivyo ninasoma neno la Bwana, linasema kutoka kitabu cha Mathayo mlango wa 10 kuanzia mstari wa kwanza. Ndivyo Yesu akawaita wanafunzi wake 12, naye akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu, ili waweze kuwatoa na kuponya kila ugonjwa na maradhi ya kila aina. Haya ndiyo majina ya hao mitume 12. Wa kwanza Simeoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, Yakobo mwana wa Zebedayo, Yonathani nduguye, Filipu na Bartholomayo, Tomaso, Mathayo mtosha ushuru, Yakobo mwana wa Alfayo na Thadayo ama Thadias, Thadayo, Simeoni Mukanayo na Yuda Iskarioti. Wakawa hawa 12 Yesu aliwatuma akawaagiza, msiende miongoni mwa watu wa mataifa, wala msiingie mji wowote wa Masamaria, lakini afadhali mshike njia kuwaendea kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Wakati mnapokwenda ubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia, ponyeni magonjwa, fufueni wafu, watakaseni wenye ukoma, toeni pepo wachafu, mpate bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha wala shaba kwenye vifuko vyenu, msichukue mkoba wa safari wala kanzu mbili wala jozi ya vili ya viatu wala fimbo, kwa maana mtenda kazi anastahili posho lake. Amen. Nitafuka niende mstari wa 16. Amen. Tazama ninawatuma kama kondoo
kati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo muwe werevu kama nyoka na wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka katika mabaraza yao kuwapiga kwenye masinagogi yao, nanyi mtaburutwa mbele ya watawala na wafalme kwa ajili yangu, ili kuwa ushuhuda kwao na kwa watu wa mataifa. Lakini watakapowapeleka humo, msisumbuke kufikiria mtakalosema, kwa kufikiri mtakalosema, kwa maana mtapewa na kusema wakati huo, kwa sababu si nyinyi mtakao kuwa mkinena, bali Roho wa Baba yenu atakayekuwa akinena kupitia kwenu. Na Bwana abariki neno lake. Bwana abariki neno lake. Bwana abariki neno lake. Haleluya. Hakika ni neno la ushindi, ni neno la kututia nguvu, ni neno la kututuma, ni neno la kutuhimiza ya kwamba tunateuliwa kwa sababu ya jambo gani, kwa sababu ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimeona wengi waliteuliwa na wameangamia, wamepotea, wametoka katika imani, hawamo tena, kwa sababu hawakuambiwa jambo kuteuliwa ni kazi ya namna gani ama ni kitu gani. Nimeona wengi wamelalisha ule utumishi, wamelalisha kile kibali, kwa sababu hawakujua jambo hili kuteuliwa ni jambo la namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu akatupa njia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapa tunaona neno likisema ndipo Yesu, sio mwanadamu. Neno linasema ndipo Yesu akawaita wanafunzi wake 12, naye akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi tunaiga ama tunafuata kile tuliachiwa na Kristo, tunatenda kile tuliambiwa tutende. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiwa huko duniani, neno linathibitisha hakukuwa tu duniani afanye kazi peke yake, bali akiwa duniani mwenyewe aliwateua wafuasi wake. Nataka ushike jambo hilo. Akiwa duniani aliwateua, aliwachagua wafuasi wake, ila si wakubwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe akaona ninahitaji kufanya kazi na walimwengu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa mwana wa kifalme, kwa hivyo mwenyewe akajichagulia mitume 12. Bwana Yesu asifiwe. Wawe wafuasi wake, si wawe wakubwa wake, si wawe majaji wake, lakini wawe wafuasi wake, wakae kama wana chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Watende kazi pamoja naye, wamsaidie watimize kazi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kando na hayo, Bwana Yesu asifiwe, mitume hawa baadhi yao hawakujielewa ya kwamba wameteuliwa kwa sababu gani. Kwa sababu alivyowateua wote wakiwa 12, tumesikia hata tukisomewa kwa majina yao, sio wote walifanya ile kazi wateuliwe wafanye. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawa lengo la Kristo ilikuwa wamshike mkono, ilikuwa wamsaidie waweze kutunza kondoo za Bwana, waweze kutafuta waliopotea, waweze kuwinda kanisa la Mungu, walitoe katika dunia, walilete kwa mikono ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sio wote waliyetimiza hayo. Bwana Yesu asifiwe. Tusikie ndani mwao kuna mmoja Biblia imemuita Juda Iskarioti. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu mwenyewe hakuchaguliwa, yeye ndiye alijichagulia. Na katika wale alichagua kukaonekana Juda Iskarioti. Huyu alimpiga Kristo, huyu alimsaliti Kristo, huyu alifanya injili ya Kristo ipigwe. Alikuwa katikati ya wale aliyowachagua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Juda akapoteza lengo ya kwamba hakuchaguliwa haje kumtundika Kristo msalabani. Akapoteza lengo,
kuchaguliwa ndiposa aweze kupata udhamana katika ule utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliyepokea utumishi kwa njia tofauti, tunaona akiingiwa na tamaa ya fedha, kiwango ya kwamba akamuuza mkubwa wake, akauza mfalme wake kwa sababu ya tamaa. Tunaona Juda Iskarioti akiwa haenendi sawasawa na mapenzi ya Bwana, alichaguliwa na Bwana waweze kuokoa dunia, waweze kuokoa watu wa Bwana, waweze kusaidiana kufikisha Injili. Lakini yeye akaona hiyo kwake sio bora, akaona ni heri kutafuta mali, kutafuta fedha, kutafuta udhamana kupitia kwa mkuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Alipowachagua, assignment aliwapa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka watu wa Mwenyezi Mungu, wale mlitiliwa mafuta pale mbele na ule anaenda kutiliwa siku ya leo, alichaguliwa na Yesu mwenyewe akawapa assignment ya kwamba watakuwa na nguvu za kukemea pepo wachafu. Amen. Watakuwa na nguvu za kutoa za kuleta uponyaji, hata za kutoa magonjwa ya kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu haya ndiyo mambo yale yanafunga kanisa, yale yanafunga wateule wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Utapata mmoja kweli ana imani, anapenda, ana bidii, ana nguvu, lakini magonjwa yamemzidi mwilini mwake. Bwana Yesu asifiwe. Unapata hawezi tena kwa sababu magonjwa yamemzidia. Bwana Yesu asifiwe. Utapata wengi kule nje pepo wachafu wamewatawala. Huyu ametawaliwa na pombe, mwingine akatawaliwa na uzinzi, mwingine akatawaliwa na tamaa ya fedha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi ya pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akaangalia, akaona watu wangu mule nje wametawaliwa na mapepo haya machafu ya kupenda fedha. Mtu hawezi kufunga biashara yake, mtu hawezi kupata nafasi ya kwamba aende nyumbani mwa Bwana akamwabudu Bwana, kwa sababu kunayo shetani, kunayo pepo iliye ndani yake, ile iwezi kumruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaangalia, akaona watu wamefungwa na mapepo ya uzinzi, wengine wamefungwa na mapepo ya pombe, ya unywaji wa pombe, wengine wamefungwa na ujambazi na maroho ya wizi na maroho ya hali hiyo yote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaona nikimtumia mmoja kama huyo tu, yani nikimtumia mtu kwa mtu katika imani, huenda atabadilisha nia, naye akaokoka. Kwa hivyo hapo ndio akaona, wacha nitafute mitume 12 wale ninaona wana ujasiri, wale ninaona wana imani ndani yao, wale wana uwezo wa kubeba ufalme wa mbinguni. Akifikia mzinzi atamhubiria kwa hekima ndani ya roho, kwa upole, ataokoka na haache pombe yake. Atahubiria mzinzi, haache uzinzi wake. Atahubiria jambazi, haache ujambazi wake. Atamhubiria mwenye pepo mchafu na ule pepo amwachilie. Bwana Yesu asifiwe. Akapeana assignment ya pili ya kwamba mtawaombea wagonjwa na wagonjwa watafunguliwa katika magonjwa yao, kwa sababu aliona, kwa sababu ya ghadhabu ile tumebeba ya kutomtii Yesu Kristo, ya kutotimiza mapenzi ya Mungu. Watu wa Bwana wanatembea na ghadhabu ya magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikuwa na lengo. Lengo ya Kristo ilikuwa dunia iokolewe, ilikuwa dunia ifunguliwe katika magonjwa na katika minyororo ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wengi walitimiza, waliombea wagonjwa wakapona, wakafungua wenye mapepo, wakafua mioyo kuleta kwa Kristo. Kwa sababu tunaona mmoja kama Filipo alipoenda kuhubiria kile kijiji, hicho kijiji, Bwana Yesu asifiwe, alihubiri Injili mpaka mganga akaokolewa. Mganga huyu aliitwa Simioni. Simioni akaona ya kwamba kunaye Bwana anahubiriwa aliye mkuu na aliye mnene kuliko ule ninamjua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunasema
Baadhi yao walitenda kazi njema, waona Filipo akitenda kazi ya Bwana, mpaka mganga anaacha miungu, anamrudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kaona mtu wa Mwenyezi Mungu ama watu wa Mwenyezi Mungu wakiteswa mpaka kufa, ndiposa ufalme wa Mungu uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofuatilia historia ya Kristo, mitume waliteswa. Neno la Bwana linasema kina Bartholomayo walichomwa ngozi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa injili ya Bwana ifanye nini? Isimame. Bwana Yesu asifiwe. Just imagine mtu kama wewe akatolewa ngozi, akachomwa ngozi yake na akamwagiliwa lami iliye moto kabisa. Yaani makusudi yake akiri Yesu si Bwana, injili isiendelee. Lakini tunaona ile manda walipewa na Kristo, Bartholomayo alikubali, ni heri mimi nipe niteseke, lakini ufalme wa mbingu usimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunawasoma wengi katika imani, wale waliteswa, wengine kina Petro walitundikwa mpaka wakava, miguu juu, shingo chini. Bwana Yesu asifiwe. Makusudi yake watetee lengo ama malengo ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawakuangalia hali ya dunia hii, hawakupenda uhai wao, walipenda neno la Mwenyezi Mungu. Waliangalia ile kazi waliweza kutumwa watimize. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Juda Iskarioti, mmoja katika 12, yeye akaona hiyo upuzi hawezani nalo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akaamua kumuuza Yesu katika wale walikuwa wanamtafuta, ya kwamba injili ikome kabisa, ya kwamba amalize injili kabisa, ya kwamba muue mwana wa Mwenyezi Mungu. Na ndio leo ninahubiria watu wa Mungu ya kwamba angalia ile laini unapitia, ya kwamba angalia ile injili unahubiri, ya kwamba angalia ile kazi unatenda. Usije ukatenda ya Juda Iskarioti badala ya kutenda ile Petero alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona viongozi wengi, wapakwa mafuta wengi, wachungaji wale wameletwa katika ufalme, wakiangusha kanisa, wakiangusha Wakristo wenzao, wakifanya mambo hayafai kanisani. Hao ndio majudasi wale unasikia tukisema walichagua kwamba ni heri kuangusha kuliko kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumeona wengi waliteswa, wakakubali kuteseka, wakatoa uhai wao kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapapa mafuta, watumishi wa Bwana, ni wewe uchague, utaishi kama Juda ama utaishi kama kina Petro. Utakubali kuteswa kwa sababu ya Bwana na neno lisimame, ama utasaliti neno la Bwana na mioyo ya watu wa Mungu ipotee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akawachagua na akawapa mission ya kwamba muende mkemee mapepo machafu ndani ya watu wangu. Na Biblia inasema wanafunzi 12, naye akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu, ili waweze kuwatoa na kuwaponya na kila ugonjwa wa kila aina na maradhi yote. Bwana Yesu asifiwe. Walipewa mamlaka, walipewa mamlaka ndani mwao. Walipokuwa saint, walipopakwa mafuta, walipochaguliwa, walipoteuliwa, walipewa nguvu, walipewa uwezo, walipewa mamlaka ya kwamba una uwezo wa kung'oa shetani, ya kwamba una uwezo wa kung'oa magonjwa, ya kwamba una uwezo wa kuokoa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio ule uwezo wa kutesa kanisa, wa kutesa watu wa Mungu, wa kuua imani ya wengine, kama vile tunaona jinsi kanisa ilivyo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Walipewa nguvu, waliyeteuliwa, wapakwa mafuta, walipewa nguvu za kushinda kila aina ya pepo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio wajielewagu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoteuliwa, ulipewa nguvu, ulipewa mamlaka
ya kushinda pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa nguvu za kuombea wagonjwa, haina ya kila magonjwa, haina ya kila maradhi yaweze kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wa kwanza tunatimiza hayo. Wewe unatoa pepo. Bwana Yesu asifiwe. Ama ukipata pepo kanisani unalitia nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ulipewa mando ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ukafanyika mtume. Tangu wakati huo kazi yako ni ya namna gani? Wale walitutangulia, kwa sababu tunao nyumbani mwa Bwana. Unafanya kazi ya Yesu ama ni ya Juda Iskarioti? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe ukiwa ni ule wa fitina, ni ule wa kukanyangia wengine, ule wa kuua imani ya wengine, wewe ni Juda Iskarioti. Katika mitume kulikuwa na Juda na kulikuwa na ukoo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapo ndio ninataka ujionji na ujiangalie, wewe uliyetangulia unamtumikia nani? Fitina huwezi acha, vita huwezi acha, magombano huwezi acha, uchoyo huwezi acha, kupinga huwezi acha. Yaani wewe kazi yako ni ile ilitendwa na Juda, na bado unajiita kiongozi, bado unajiita mtumishi wa Bwana, bado unajiita mchungaji. Wamtumikia nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua wapo wale wamekasa mwendo usiku na mchana hawalali, wanaombea kanisa la Bwana usiku na mchana hawalali, wanaomba kwa sababu ya ule Juda asiweze kanisa la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hao ndio wale walibarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kifupi, unapoteuliwa kuwa kiongozi, kuwa mchungaji, kuwa mwinjilisti, kuwa aprophet, ukateuliwa, jua umepewa mamlaka ya kwamba utende wema, ya kwamba ulete utukufu wa Bwana, ya kwamba wagonjwa wapone. Na wagonjwa si magonjwa tu, ni maradhi ya kila aina. Kule nje kuna watu ndoa zimewashinda, ule ni ugonjwa wa ndoa. Kule nje kuna watu ni maskini sana, ule ni ugonjwa wa umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni mengi. Biblia imesema vizuri, waponye maradhi na magonjwa ya kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Tunapatanishwa na watu wa Mwenyezi Mungu. Wale wana ugonjwa wa kukunywa pombe, ulevi ni ugonjwa, uvutaji wa bangi ni ugonjwa, uzinzi ni ugonjwa, wizi ni ugonjwa, ujambazi ni ugonjwa, kutenda dhambi ni ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tulipewa nguvu na tukapewa mamlaka. Tukikutana na mgonjwa wa aina hiyo ama wa saburi yoyote inaolingana na mambo haya, tuweze kumponya kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kule nje watu wamepakaa, watu wameshindwa na shetani mpaka wakambeba mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaambiwa tuwatoroke, hatutaambiwa tuwaweke mark, hati huyu ni mtu wa shetani, hati huyu ni mtu wa devil worship, hati huyu ni mtu wa jehanamu. Tumeambiwa tuponye maradhi hayo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona devil worshiper usitoroke, shika devil worshiper, mulete kwa utukufu wa Bwana, muhubirie Injili, muombee uponyaji wake upatikane, kwa sababu ule ni ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatuambia ukikutana na mtu mzinzi ama wale tunaita wakoinange, wacha kutembea ukimtangaza ati mama jirani yangu yeye huenda kazi usiku, yeye ni wakoinange. Endea mama huyo, mulete kwa amani, mulete kwa upole, muhubirie ile Injili. Bwana Yesu asifiwe. Atoke katika ule ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumepewa mamlaka ya kuondoa pepo wachafu wale wametawala ndani ya watu hawa, na watu hawa tuwalete kwa Bwana. Lakini wanapotiliwa mafuta, wengi hutaka kumiliki wengine kimabavu ama by force. Yaani unacheza na mafuta, itakuchoma utajua. Wengine wanaambia hivyo, wengine unacheza na mimi na unaona mafuta yangu ni moto, itakumaliza. Hakuna kitu kama kumalizwa na mafuta.
Ukiona yakikumaliza, ulikuwa na kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa mtiifu, ukiwa unatosha, ukiwa umeaminia, ukiwa umekubalia na kuhakikishia yatakubariki, hakutakuwa na sauti ya kwamba eti wakitiliwa mafuta wanachomeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana hawezi kulete utukufu wa kumaliza watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini ukaona mwenzako akatiliwa mafuta na huyo mwenzako akaungua, akachomeka, kazi ikaisha, dawa ikaisha, mambo ikaharibika? Kwa sababu hakuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliingia katika ufalme, huli ajui mwenye ufalme huo. Bwana Yesu asifiwe. Akawa kama wale watoto wa nani? Wa Skeva. Bwana Yesu asifiwe. Amejiingisha kwa ufalme, huli hataki kutii masharti na masheria ya ule mfalme. Ameingia ndani yake, lazima utaonekana tofauti. Kwa sababu wacha nikwambie, watunza sheria akipatikana na kosa, yeye huwa hukumiwi kama mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anahukumiwa na nguvu na kwa uzito zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya jua sheria hili halifai kwenda hivi, sheria hili lafaa kutunzwa hivi, na hakulitunza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale watu tu walikuwa tuna na hiyo muahe ama hiyo fema ya kwamba naitwa mchungaji, ya kwamba naitwa sijui nini, ya kwamba anatiliwa mafuta haya, akaenjoy tu, lakini hakuwa na matumaini, hakuwa na imani ndani yake. Hao ndio wale tuliona wamekarangwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukijitoa, mwambie Bwana nimekubali, Bwana nimesarenda. Kutiliwa mafuta ni kutenganishwa na dunia, ni kusalenda mambo ya dunia hii. Ukienda kwenyu upate wanaabudu miungu, una uwezo wa kukataa miungu hiyo, wakutenge, lakini ukae upande wa Kristo peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanaangukianga hapo. Unaenda nyumbani, wakati unakutana na dada na ndugu na wazazi ama na ukoo, unapata wale hawajatengwa, wanafanya mambo ya kiupuzi, wanafanya mambo hayampendezi Bwana, na wewe unashuka kwa sababu ni ukoo wenu unatenda mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio wale watu wanakarangwa, wanakarangika. Jua ya kwamba leo dada yetu Nanzi, sasa wewe umetengwa. Kiswahili mzuri, umetengwa na ukoo yenu, umetengwa na dunia hii. Yesu akasema, sijakuja kupatanisha baba ama mama au ndugu au dada, nimekuja na upanga kuwatenganisha kwa sababu ya jina langu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kinywa cha Kristo. Kwa hivyo utapitia kwa dada yako akwambia tuende disco kidogo, utamwambia huko nilitoka, atafurahia, atakutenga kwa sababu ya hiyo. Utaenda kule nyumbani, baba akwambia nimeita wazee waje wawachanje dawa kidogo, kwa sababu kuna makumbusho, kwa sababu kuna ibada, sili asikubariki mbinguni. Ambia baba, mimi niliama huko. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tutateuliwa tuwe changanya. Wakati mmoja ameteuliwa, huwa anaelezwa visawasawa ya kwamba ule ndugu ama dada, ule mlikuwa mnashinda na yeye, mkipiga mshene, sasa hutahesabika katika mshene tena, hautahesabika katika chuki tena, hautahesabika katika vitina tena, kwa sababu neno linasema na tusipatikane katika vikao kama vile. Bwana Yesu asifiwe. Utakaa uli ametengwa. That is why Kiswahili wanasema ametengwa. Hawezi ingia kwa mshene, ametengwa. Hawezi ingia kwa chuki, ametengwa. Hawezi fanya vimila, ametengwa. Hawezi enda kwa vita, ametengwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyinyi mliyetengwa, mlitengwa mkatengeka, ama bado hamjafikia kutengwa? Kwa sababu wengi nimewaona kwa vitina, wengi nimewapata kwa masengenyo, wengi nimewaona kwa vita, wengi
nimewaona kwa uchoyo, nimewaona kwa wivu, nimewaona kwa mambo hayafai yale Biblia inasema, na usipatikane ama usihesabike kwa mambo kama yale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So watu wa Mungu tunastahili kuelewa, tumepewa kazi sasa ya kwamba tupatanishe taifa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tukemee mapepo, tuondoe magonjwa, tulete ushindi wa Bwana, lakini si kuangusha kazi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ile mando leo tunaenda kukupea dada yetu Nancy, amen, kutoka juu mbinguni, ya kwamba utapatikana kwa tabia mbaya, hautapatikana kwa kiburi. Sasa ni lazima utashuka, ni lazima utakubali ukuwe kama barabara. Barabara inapitwa na watu wote. Muuaji akitoka kwake anapita juu ya barabara, mzinzi akitoka kwake anapita juu ya barabara, mhubiri akitoka kwake anapita juu ya barabara, mtoto akitoka kwake anapita juu ya barabara. Na hakuna siku barabara imesema sitaki mwizi anikanyange. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki shetani ipite juu yangu. Hata wachawi wakienda kufanya uchawi wanapitia kwa hiyo barabara, waganga wanapita kwa hiyo barabara, madevil worshiper kwa hiyo barabara. Hakuna siku barabara ilileta shida. Kwa hivyo Mkristo anafananishwa na barabara. Usiletee watu wa Mwenyezi Mungu shida, usiwaletee kujua sana, usiwaletee kiburi, usiwaletee majivuno. Umetuma ukaokoe, umetuma ukatende mema, umetuma utende kazi ya Bwana, lakini sio kulete maringo. Hata wakikuumiza waambie Yesu ni Bwana na safari iendelee. Hata wakikupiga waambie Yesu ni Bwana, safari ya imani iendelee. Hata wakikukosa waambie Yesu ni Bwana na safari ya Mungu iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuona mtu anakutukana na unamwangalia hivyo unashindwa kumwambia shenzi. Bwana Yesu asifiwe. Unanyamaza tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema wakikukunyang'anya shati wape na koti. Bwana asifiwe. Si Mombasa wasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Akikunyang'anya shati mfurie nini? Koti. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wana uwezo huo? Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuangalia, alipigwa, alitezwa, si kuona akirudisha ngumi. Bwana Yesu asifiwe. Walimfyetua, si kuona akiwaangalia vibaya, alinyamaza tu na safari ikafanya nini? Ikaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Wakamweka kofia ya mwiba ya miiba kichwani mwake, hakuangalia vibaya, in fact aliwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa safari hii ifanye nini? Iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alijielewa ya kwamba nimetumwa nilete mioyo ya watu wa Mungu kwa uso wa Mwenyezi Mungu, hanga kwa mikono ya Bwana. Kwa hivyo wanipige, wanitese, waniambie nini, mimi nitavumilia tu. Bwana Yesu asifiwe. Atavumilia yote mpaka wakati saa 9 ilipofika mchana, saa 6 mchana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema Eli, Eli, Rama Sakavadai. Roho yake ikafanya nini? Ikamrudia Bwana, ikakatika, giza ikatanda. Nataka nikuambie watu wao wote, wale walimpiaki, wale walimbebesha msalaba, waliomtengenezea kofia ya miiba, hata ule askari alimpanda juu kugomelea misumari kwa viganja vyake, aliamini ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kumtiaki, baada ya kumtesa, wakati alistamuka mambo haya na giza ikatanda duniani, masaa ya mchana yakawa ya usiku, na kwambia waovu wote waliona ukuu wa Bwana, waliona ushindi wa Bwana, wote wakakiri, wakasema na kweli mtu huyu ni Bwana, mtu huyu ni Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo inastahili katika
watakusengenya, watakudhihaki, watakupiga, watakunenea mabaya, watakufanya jinsi utaki kutendewa, lakini nyamaza tu. Wewe endelesha kusukuma gurudumu la Kristo, kwa sababu siku moja yatabadilika kwao mchana kuwa usiku. Wakati itabadilishwa, hapo ndio watasema na kweli ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Hawangesema ni mwana wa Mungu hata wakati aliwahubiria, hata wakati aliwaambia. Walimdhihaki, walimkataa, lakini wakati waliona kama saa hii ni saa 9 tuone giza Bwana asifiwe, hapa watu watatetema, wengine pressure itapanda, wakufie tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine watakimbia na hiyo giza, wakielekea zile zaidi wanaonanga wanaelekea wakipapasa. Njia ya kwetu ni wapi? Wakipapasa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ataenda kwa njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikuambie, hao wote walimdhihaki, wale walimkataa, wale walimtesa, wale walimpiga. Wakati alikata roho, wakati ukombozi ulifika, giza likatanda mchana, walisema kweli ni mwana wa Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, wacha kujilipishia kizazi, wacha kupigana na taifa, wacha kuangalia wanayekudhihaki, wacha kuhesabu wale wanakuchukia, wacha kuhesabu wale wanakupenda. Ngojea, kuna wakati wa Bwana. Tenda mema na uende zako, tenda haki, enda zako, fuata njia ya Bwana, sukuma gurudumu ya Kristo usiku na mchana. Wewe usichoke, hata wakikuambia unashindanga makueni nini, hata wakikuambia unafuatananga nini na mchungaji, hata wakikuambia ni nini na nini, wewe sukuma gurudumu ya Kristo, kwa sababu wewe unajua ile kazi unafanya sio ya mwanadamu, ni kazi ya baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapepeanga haji mwanamke kibeti, unabeba biri, na wewe ni mnono, ni mkubwa kuliko hata yeye. Bwana Yesu asifiwe. Usijali na watu hao, wewe tenda wema, enda zako. Wacha waseme, wakusema hawawezi kukosa. Wacha waseme ya kwamba unamheshimu namna gani, ya kwamba unamuogopa namna gani, ya kwamba unamtenda namna gani. Wewe jua unatenda Bwana wako. Wewe haya yote unatenda ni kana kwamba unatenda Kristo. Zidisha kutenda, waone na macho, waendelee kuongea, waendelee kudhihaki, waendelee kukupiga, waendelee kukunena, lakini siku moja, lakini kwa wakati mmoja, giza itakuwa mchana kwao, nao watabadilisha sauti, waseme kweli ni mtumishi wa Bwana, ni mchungaji, ni mwana wa Mungu. Waseme anakutii, waseme anakutenda. Hata wakikuambia wacha kuenda kanisani, kila wakati biashara itaisha. Hata wakikuambia wacha kuacha mzee uende kesha, hata wakikuambia tunza watoto wako, wewe endelea mbele, piga hatua mbele, piga hatua ya Kristo. Kanisa, piga hatua ya Kristo, piga hatua ya Kristo. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema walimwamini wakati waliona miujiza, wakati waliona ishara, mchana ukabadilika kuwa usiku, wakakimbia wakisema na kweli, wakitafuta mapao, wakiondokea pale wakisema na kweli alikuwa mwana wa Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaambia kanisa, usitishwe. Biblia inasema usimruhusu yeyote kudharau ujana wako. Tumika, fanya kazi ya Bwana, tenda vile Bwana anataka. Wacha kuangalia wenzako, wacha kufuata kina Juda. Wewe fuata roho wa Bwana, wewe fuata mafundisho, wewe fuata vile unaambiwa, nawe utaona mwangaza mchana badala ya kuona ugiza mchana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio utafunguliwa. Bwana asifiwe. Watu wa Mwenyezi Mungu wengi
ni kama hatukuwa tumeiva, ni kama hatukuwa tumetoshea. Hii mambo yote yatakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Utasikia mengi. Sasa utakarangwa. Kuna wenye wanakuambia kukarangwa, watakuambia dada, sasa enda ungojee usikie joto ya hiyo mafuta. Wenye watakuambia hongera. Kuna wenye watasema hosana mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wengine watakununia. Kuanzia leo si marafiki tena, hawatakusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikwambie ya kwamba neno hapa limetuambia kuanzia mstari wa 16, tazama ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo muwe wanyenyekevu kama nyoka na wapole kama hua. Yaani tuwe werefu na wanyenyekevu, tuwe werefu kama nyoka na wapole kama hua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuteuliwa kwetu tena si kuwa wajinga. Lazima tuwe werefu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuwe werefu. Nyoka ilimdanganya mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka ilimdanganya rafiki ya Mungu, mtu wa Mungu aliyekuwa karibu na Mungu, ikamshinda kwa werefu. Kitu kilikatazwa, kilikataliwa, kikatupwa mbali, hakikuwa na uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kikadanganya rafiki ya Mungu. Kwa hivyo Bwana akaona kweli nyoka ni mwerevu sana, ni mwerevu sana, ina hekima ya juu sana. Nyoka ikitaka kukuuma iwezi rukia kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Inapitanga nyuma, inangonga kizingine mahali uwezi kuiona, usikanyange. Ni mwerevu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia mtu ameuma, wengi wanaumangwa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe inasunguka hivi, inajua nyuma vizuri sana, inakuumia na huko, kwa sababu mbele utaiweza. Haina miguu kama wewe, haina mikono kama wewe, lakini ni mwerevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa tumeambiwa, tumetumwa kazi hii kati ya mbwa mwitu. Nataka niambie dada yetu Nancy, hawa anawaona hapa wote sio watu. Yesu aliwaita mbwa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Haujatumwa kwa watu vile unafikiria. Hawa wote ukingeuka ndio Yesu aliita mbwa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu wale, unajua mbwa mwitu unapita tu, wewe hata una haja nayo, inakungeuka. Bwana Yesu asifiwe. Ukipita inaona chakula, inataka kukumaliza, na wewe hauna shughuli nayo. Bwana Yesu asifiwe. So ni wengi watakukalia kama chui. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe utakuwa kama kondoo kwa machui. Amen. Hicho ni chakula chao. Unaweza raruliwa, unaweza kumalizwa kila wakati kama utakuwa mwerevu kama nyoka na mpole kama jiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kushinda majaribu ya wanadamu lazima uwe mwerevu. Bwana Yesu asifiwe. Kushinda majaribu ya wanadamu, matusi, masengenyo yao ama vita vyao, Bwana asifiwe, ni lazima uwe na werevu, lazima uwe na hekima ya kutosha. Tena mtu mpole, sio mtu mkaidi, sio mtu wa kiburi. Lazima unyenyekee ndio ushinde dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndivyo Yesu akawaambia, mchweni na watuma kwa mbwa mwitu. Wakati umetumwa, wewe uombee mgonjwa, usione ni kana ni mtu mwenye hana nguvu. Nenda ukijua Bwana, kwa ile mbwa mwitu ni yako na ni mgonjwa, unisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ukitumwa mahali popote, hata kama ni baba au mama yako, enda ukijua ni kwa ile mbwa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Enda na werevu, enda na upole, enda na hekima, enda na unyenyekevu, na Roho wa Mungu atakusaidia. Haitakurarua, haitakumaliza, haitakukanyanga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno hili ni kwa watu wote.
Kila mmoja hapa ni kiongozi wa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu sio kiongozi wa mwingine. Bwana asifiwe. Utafanya wewe ni pastor, unaongoza wale wako chini yako. Huko kweli unahitaji hekima, upole na maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa mtu wa kupayuka, kutukanana, kupwekeana mahali pale, hauonyeshi heshima ya ukubwa wako, huwezi kuona heshima kwa mdogo wako. Bwana Yesu asifiwe. So kila mmoja hapa ni kiongozi wa mwingine. Kuna wenye wamechaguliwa shule, ni monitors, prefects, amen, president. Bwana Yesu asifiwe. Ule ni kiongozi, ni lazima uwe na hekima. Hata kama ni mama, ni kiongozi kwa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuombe Mungu atujalie neema hii. Amen. Ninaomba tunaposimama, jichunguze kwa mambo haya. Unaongoza haje? Hata watoto wako, hata ndugu zako, hata wazazi wako, uko namna gani? Uombe Mwenyezi Mungu akujalie hiyo neema. Tusimame.